Kwa hiyo wakati mwingine ninaposema kwamba uwe na muda wako wa maombi binafsi, kule ndiko Mungu anakupelekea taarifa. Kuna balaa linakuja, kuna kitu kinakukuta, kuna hiki kinafuata katika maisha yako. Na Mungu anaongea kwa namna nyingi, anaongea kwa njia ya neno lake, Mungu anaongea kwa sauti ya utulivu ndani ya moyo wako, Mungu anaweza akaongea na wewe kwa njia ya maono na ndoto. Ambayo hii ya mwisho ndio naisema sana, ya maono na ndoto, kwamba kuna makosa mawili tumefanya. Kwanza kabisa, kwa kuwa shetani amekuwa akitumia sana, tumeisuppress kana kwamba Mungu haongei tena kwa staili hiyo. Lakini cha pili, kwa sababu pia kuna mifumo ya kibiolojia ambayo kuna mtu tu anaweza akawa ametumia dawa zake za chloroquine akaota ndoto, anatutishia kwamba imetoka kwa Mungu. Kumbe ni chloroquine au ni dawa fulani alitumia hapo. Mwingine alikula sana usiku na akachanganya mchanganyo wa chakula kiasi kwamba hata tumbo linashindwa tusage kipi. Parachichi lilikuwepo, akaweka na nazi ya kutafuna, karanga mbichi, mtindi, maharage, alafu akamalizia na ugali na kisamvu. Sasa usiku tumbo linapambana kabisa kwamba sasa tunarekebisha kipi hapa. Anaota ndoto. Mengine ni movie mlizoangalia au masomo mliosikiliza au kitabu ulichosoma. Wewe huwezi kusoma kitabu cha Pambano Kuu alafu usiku unaota mnyama unasema umeona unabii. Huo sio unabii, ni subconscious. Yaani ulivyosoma ile sehemu za mwisho za matukio ya siku za mwisho, ubongo niliota. Uliotaje? Tunakimbizwa maporini, tunakatwa vichwa. Asa kama kitu akilikachwa uliotaje tena, maana kitu kichwa kimeshakatwa, umeotaje hapo? Yaani kuna mchanganyiko. Lakini nikwambie, Mungu anaongea nasi kwa njia ya ndoto pia leo. Hata nyinyi hapa nikauliza, kuna vitu fulani kwenye maisha yenu unakuta kikitokea unasema mbona kama niliwahi, mbona kama mambo ya rohoni tumeyachukulia kimwili. Kuna mifano nimekuwa nikitoa wakati nafundisha, unakuta kila nikitoa nakuta comment kwenye YouTube watu wanasema hiyo kitu kimenitokea. Mtu mmoja akaniattack. Ni vizuri na ruhusu pia, criticism ni nzuri na kusaidia kukua. Akaniambia, pastor, hii kitu mbona unaisema sana? Huoni kama tu ni assumption? Nikamwambia haiwezi assumption itokee Kenya, itokee Tanzania, mtu kutoka Burundi ana comment the same. Hawa watu hawajaonana, lakini wote anasema ulichokiongea kiko hivyo hivyo. Natoa tu mfano na nyie hapa sasa. Mimi sio mtafsiri wa ndoto. Usije ukanifuata hapa. Nimeongea tu Mungu anavyoongea na nyie. Ikatokea mtu uko kwenye level fulani ya kiuchumi, lakini unakuta ndoto zinajirudia rudia, wewe uko primary au unafanya mitihani na hutoboi. Nenda kakague mfumo wako wa kimaendeleo. Ile ni message. Na Ayubu anasema Mungu huongea mara moja na mara mbili alafu mara ya tatu. Ukikuta imejirudia ile inajirudia, kuna kitu kiko ndani hapo unapewa. Usipokielewa utakuta umeporomoka kiuchumi ghafla, pop. Ndipo unaanza kushtuka, hivi nimeporomokaje? Unaanza kulaumu Mungu. Mungu anakuambia usinilaumu. Nilikupa signal mapema ya kwamba wewe uko chuo kikuu lakini unaonekana kuwa uko primary. Ilikuja kwa njia ya fumbo, ulitakiwa uingie kwenye maombi ya kufunga na kuomba kurejesha uchumi wako tena. Au unajikuta baadaye unakuja kuambiwa, unatoa barua unaambiwa unajua ilikuwa upandishwe cheo na jina lako lilipita kabisa, lakini kuna mtu akaleta figisu limeondolewa sasa. Lakini kitu kama kilinijia mapema. Kwa sababu umechukulia maisha ni ya kimwili zaidi, kuna vitu Mungu anakushtua mapema lakini huelewi. Ili nigharimu kuandika kitabu kinachoitwa Namna ya Kuisikia Sauti ya Mungu, ili angalau kuamsha watu usingizini.